Wito umetolewa kwa serikali ya kitaifa na zile za kaunti kutumia rasilimali zake na kuwekeza zaidi katika mipango ya vijana ili kusaidia katika juhudi za kuzuia vijana kushawishiwa kujiunga na makundi ya ugaidi na itikadi kali. Akiongea mjini Hola, afisa wa NCTC kitengo cha kujenga ustahimilifu katika jamii Joseph Kanyiri amebaini kwamba mkakati mpya wa kukabiliana na itikadi kali na ugaidi nchini wa mwaka 2024 hadi 2029 unalenga zaidi kuhusisha makundi mbalimbali ya jamii. Kuna umuhimu wa serikali ya kitaifa, serikali gatuzi kuwekeza kwa miradi ambayo inatoa nafasi kwa vijana. Iwe ni nafasi za ajira au nafasi za kujichumia kiuchumi. Vile hawa vijana watawezeshwa kujipea riziki yao, itakuwa ni kizuizi kikubwa, ni mchango mkubwa kuzuia wao kuweza kusajiliwa kwa makundi haramu, makundi ya waharifu, makundi ya magaidi. Lakini tukiwachiria wamaliza masomo, hakuna pengine support ama haitoshi kuwapeleka tertiary institutions, zile TVETs, pengine mikopo kuanzisha biashara kidogo kidogo, pengine kuwa support hata kama ni mambo ya kilimo, kwa sababu kwa hii kaunti ya Tana River kilimo kinaweza kikafaulu pakubwa. Basi utakuta vijana wanazidi kuwa exposed na mambo ya radicalization and recruitment into violent extremism. Hivyo basi tungependa kuhimiza kuwe na sera na mikakati ambayo inalenga masuala ya vijana ili wakaweza kujichumia na wekeza kwa biashara na mambo kama hayo. Hayo yakijiri, kaunti Tana River na Lamu zitafaidi mradi mpya utakaohusisha wanajamii katika juhudi za kujenga ustahimilivu dhidi ya itikadi kali. Mradi huo KESEP utakaotekelezwa na shirika la Act Change Transform aidha utaendelezwa katika kaunti ya Wajir, Marsabit na Mandera kwenye awamu nyingine. Programu ya sasa ambayo tumezindua leo katika kaunti ya Tana River inaitwa Kenya Community Engagement and Resilience Program na inahifadhiwa na EU na pia tunashirikiana na NCTC na mashirika za jamii katika hii county. Hiyo program sana sana inalenga vijana na wamama. Tutafanya kazi namna gani na vijana ili wawe mbele, mstari wa mbele kupambana na mambo ya itikadi kali na zile vurugu zingine ziko katika jamii. Na pia tumegundua kuwa wamama hawajihusishwa vizuri kwa haya mambo. So tutakuwa na program ambayo itakuwa inahusisha wamama, itakuwa inahusisha vijana, pia vile wazee na maafisa wa serikali hasa wa vitengo vya security ama za amani, ili uhusiano kati ya jamii na serikali hasa polisi iwe mzuri. Ni kaunti 5, kaunti ya kwanza ni Tana River, alafu Lamu, tuko pia Wajir, Mandera na Marsabit. Na hii program inaanza kwa first phase ama awamu ya kwanza inaanza na Lamu na Tana River, alafu baadaye hizo kaunti zingine. Kwa mujibu wa washikadau wa amani Tana River, mipango ya kuhusisha jamii katika majadiliano na makabiliano dhidi ya itikadi kali imekuwa na manufaa makubwa, kishuhudiwa hadi ya usalama na amani kaunti hiyo. Kwa muda wa mwaka mmoja tulikuwa tunafanya hiyo kazi tukifadhiliwa na hiyo shirika, na ukweli ni kwamba wakati tulianza Tana River ilikuwa ilikuwa katika hatari ya kuingia katika mambo ya itikadi kali na itikadi potofu. Maanake kulikuwa na visa kadhaa ambazo zilikuwa zikionekana, lakini ukweli ni kwamba baada ya kukaa kwa muda wa mwaka mmoja kupitia hizo vikao ambao tulikuwa tunakaa tukiongelea kuhusu zile athari tuko nazo kwa Tana River, tutaweza kuzitekeleza namna gani kuhakikisha kwamba hizo visa zimepungua. Kufikia mwisho wa project, vile visa vingi ambazo tulikuwa tunaona vimeenda chini. Hata mambo ya vurugu pia Tana River imeweza kuwa na amani zaidi. Dennis Maithia, KYTV, mjini Hola, kaunti ya Tana River.